Mnamo kwenye saa 7 hivi nilipewa taarifa kwamba mtoto wangu na alikuwa anasoma kule sekondari Makongoro kwamba ameshambuliwa, amepigwa na walimu. Sasa hivi amelazwa hospitalini ya Nyamuswa. Tukachukua jukumu la kwenda pale hospitalini. Tulipofika pale hospitalini tukaonana na mwalimu. Mwalimu akatueleza huyu mwanafunzi ameshambuliwa, amepigwa, amepewa adhabu na walimu. Sasa hapo wanaandaa rufaa ya kwenda Msoma Kwangwa. Tukaendelea sasa kukaa pale. Sasa sisi tukawa tunashangaa sasa kama rufaa hiyo, mbona sasa muda unaenda? Ikabidi tuingie mule ndani. Baada ya kuingia mule ndani tukarudishwa nje. Baada ya kurudishwa kule nje, baadaye kaitwa mtu mmoja. Mimi nikaingia mule ndani, nikahojiwa na mama, sio alikuwa ni nesi. Akaniuliza kwamba huyo ni kijana wako ni wangapi? Nikamwambia ni kijana wangu, mtoto wangu wa 8. Huwa ana changamoto yoyote? Nikasema mtoto wangu huwa ana changamoto yoyote, lakini alikuwa anacheza mpira, amepigwa na walimu. Alafu mwingine alipokuja akanieleza, akaniambia kwamba huyu mtoto wamemleta humu, lakini mapigo yake yalikuwa chini, lakini tumehangaika naye katika uwezo wetu imeshindikana. Mimi nikamwambiaje? Kwa hiyo amekufa. Eti amekufa. Sisi jana tumepata taarifa kama saa 7. Tulipigiwa na mwanafunzi ambaye ni rafiki yake na marehemu, akifunga shule huwa anakuja hapa, yeye kwao ni mbali. Akawa na namba za mdogo wangu wa kiume wanaefuatana na marehemu aliyoko hapa alihitimu chuo kikuu mwaka jana. Akampigia kwamba fulani, tulikuwa na adhabu shuleni, tumechapwa na walimu. Ila yeye wakati anachapwa alisema anajisikia vibaya, akadondoka chini, akawa amezimia. Kwa maelezo tuliopewa kwamba alimwagiwa maji, baadaye walimu akamwambia mbebeni mpeleke bwenini. Kwa hiyo wakati alipelekwa bwenini hakupata huduma mapema. Wanafunzi tena wamekuja baadaye ndo wakamkuta kule bwenini, akawa anakakamaa, miguu anainyosha. Wakasema wakipeleka taarifa kwa walimu kwamba wampeleke hospitali ni wazembe, wakambeba wao make zahanati hivyo karibu, wakampeleka zahanati. Baada ya kufika zahanati pale tukapigiwa tena simu. Wanafunzi wale walikuwa wanaomba simu kwa mtu, wanaweka namba. Yule baba alivyoongea na mdogo wangu akamwambia hivi, kama nyie ni ndugu yake na huyu Peter, fanyeni mpango muje, msiseme kwamba mwambiwe kinachoendelea hospitali kwa sababu ana hali mbaya. Baadaye tena tukapigiwa simu kwamba hali yake sio nzuri. Tukawa tumeondoka hapa kwenda Bweri kutafuta usafiri. Tukapata usafiri, tuliondoka na usafiri wa private ambaye ilikuwa ni bajaji. Tukaenda moja kwa moja. Kabla tumefika Nyamswa, mwalimu alitupigia simu akasema hali yake sio nzuri, wamemwandikia rufaa kwenda Kwangwa. Kwangwa hiyo tukamwambia kwamba kama ni Kwangwa basi muendeni, ila sisi tumefika Nyamswa. Wakasema kama mmefika Nyamswa tunawasubiri. Tumefika hospitali pale tunamuuliza mwalimu akasema kwamba taarifa tuliyopata, kwani huyu ndugu yenu huwa ana shida gani? Amedondoka mwenyewe, akasema anajisikia vibaya, anasikia kizunguzungu, akadondoka chini, akawa hajaongea tena. Tukamwambia si ndugu yetu hajawahi kuugua, hana ugonjwa wala hana shida yoyote, na huwa ni mchezaji, anacheza mpira tu, afya yake iko sawa. Mwalimu akasema sisi tumepata taarifa kwamba amedondoka. Tukamweleza mbona sisi aliyetupigia simu ametuambia amepigwa na walimu? Akasema mimi nilikuwa ofisini, tuna kikao na mkuu wa shule, yeye ni mkuu msaidizi. Tulikuwa na kikao, kwa hiyo mimi sikujua kilichokuwa kinaendelea. Nasikia wamepewa adhabu. Na huyo mwalimu aliyemwadhibu hawajamtaja. Tukamuuliza sasa kuna utaratibu gani? Wamesema wanamuandaa kwenda hospitali ya Kwangwa. Baadaye tena yule mwalimu alitupotea, hatukumuona tena. Tukataka kuingia ndani, manesi wakatuambia msiingie kwanza. Tukasema wamesema mtu amezidiwa anapelekwa Kwangwa, kama hali yake sio nzuri wanamuandaa muda wote mpaka sisi tumefika hapa. Baadaye wakaita ndugu wa marehemu mmoja aje. Tulikuwa na babangu mzazi. Nikamwambia baba wewe nenda. Baba alivyofika akahojiwa kwamba huyu ni nani yako? Ni kijana wangu. Ni kijana wako wangapi wa mwisho? Baba akamwambia mbona mnanioji maswali mengi? Kama ameshakufa niambieni. Wakamwambia ndio amekufa. Baba akaingia akamuona. Baada ya kuwa amemuona akaanza kulia, na sisi tuliokuwa nje tukaingia. Baada ya kuwa tumeingia tukazuiliwa kwamba rudini. Tulivyorudi baadaye tena shemeji yangu alikuwepo, mimi na dada ambaye ni dereva wa bajaji. Akatuambia kama ameshakufa kwa nini msituruhusu tukamuone? Basi tukaingia tukawa tumemuona. Tukamkuta tayari ameshakufa, kumbe alikufa muda mrefu, walikuwa hawajatueleza. Na yule mwalimu wakati anatuambia kwamba
manesi wanamuandaa, alikuwa ameshapotea tayari ya kuwepo. Na hata muda aliokuwa anapigiwa simu tena hakutaka kupokea. Yule baba aliyekuwa Msamaria waliotumia simu yake kutupigia, akasema huyu kijana amefikishwa hapa mida ya saa 7 kasoro, wanafunzi wamemleta. Mimi nimewapigia simu, hata maaskari hawakufika kuja, kwa sababu hii shule imekuwa na matukio ya kuwapiga wanafunzi. Mimi mwenyewe kijana wangu amepigwa wiki 2 zilizopita, alikuwa hawezi kukaa wala hawezi kusimama, anakula amelalia kifua. Kwa hiyo mimi nimeona kama hili tukio linazidi. Na huyu mtoto wakati mimi nafika hapa alikuwa anaongea, nimewapigia maaskari. Bora wangesikiliza maelezo yake yeye aliyekuwa mgonjwa na nini ametendewa, lakini askari hakufika. Ona mpaka nyie mmetoka Msoma mmefika hapa askari hajaja. Basi huyo baba, kuna mwalimu mwingine alikuwa pale akawa anataka kukimbia, akamfuata akamwambia kaa hapa, akasema mimi sijahusika. Akamweleza kama unasema hujahusika kwa nini unakimbia? Akakaa. Baadaye ndo wakawa wamesema kwamba huyu tayari ameshakufa, natakiwa tufanye utaratibu wa kumpeleka mochwari. Tumekaa pale, yani mwanafunzi yule jinsi alivyosema, wanasema kwamba pale kukiwa na kosa wanajipanga walimu wote, kama ni 10, 12, 15. Kwa hiyo kila mwalimu anapita anampiga kiasi chake. Jinsi maelezo alivyotuambia kwamba alipigwa, alivyofikia mwalimu kuelekea wa mwisho akasema, mwalimu nasikia kizunguzungu. Akamwambia unasikia kizunguzungu au ni kiburi? Akazidi kumuongeza kumpiga, akadondoka chini. Akamwambia kama ni kufa wewe kufa. Basi hatukuambiwa kama alikuwa anashambuliwa kwa sababu sisi hatukujua. Hayo ndo maelezo tuliopewa kwamba alipigwa fimbo. Kwa hiyo alikuwa anapigwa sehemu za mgongo hapa. Wanasema watoto wa kiume hawapigwi matakoni, wanapigwa mgongoni. Sasa sijui walimpiga sehemu ambayo ilikuwa. Mdogo wangu mimi tangu utoto akiwa mdogo alikuwa ni mpole sana. Ni yeye mambo aliyokuwa akipenda ni kucheza tu mpira, lakini mambo ya ukorofi wala labda kuwa mkali au kupigana, hiyo sifa alikuwa hana kabisa. Wala ugonjwa ule kwamba labda ana ugonjwa wa kudumu au ana shida gani, hapana. Na tangia amesoma mpaka amefikia hapo hajawahi kuugua akarazwa wala tukasema anaumwa wala ana ugonjwa gani au ana shida gani, hapana. Na labda kwa yeye binafsi, kwa mfano mimi napomaliza masomo yake, yeye alikuwa anasema kwa sababu nasoma masomo ya sayansi, nikishafikia kuhitimu, sisi hatujui, tunahisi wenda ni mawazo yale ya kuondokewa mama, kwa sababu mama yetu na aliondoka ghafla, aliugua siku moja, yani alikuwa amekaa tu akapatwa kama stroke, kumpeleka hospitali akalala siku moja akafariki. Kwa hiyo hicho kitu kilimuumiza sana mtoto wetu, aliumia sana. Na wakati anapigiwa simu kuja msibani, wenzie tayari walikuwa na mtihani. Kwa hiyo huo mtihani hakufanya, hakaja huku msibani. Wenda baada ya kuwa amerudi, kinaweza kuwa kimechangia sana kushuka katika masomo yake. Ila walimu tu hawakuwa na ile huruma kwamba huyu mtoto amefiwa mzazi wake ni hivi karibuni. Mara ya mwisho ni wakati wa likizo ya mwezi wa 6. Shule zimefunguliwa mwezi wa 7, akawa anaenda shule, tukawa tunawasiliana, sister nimepungukiwa mahitaji hivi na hivi, basi tunasaidiana hivyo, akaenda shule. Baada ya hapo tena nimewasiliana naye siku za nyuma ambayo ilikuwa ni mwezi wa 7, katikati hapo akasema sister nitumieko hela. Kwa hiyo baada ya hapo tena sikuwahi tena kuwasiliana naye. Maana yeye alikuwa ana namba zetu. Kwa hiyo anapofika sehemu akiomba simu, anaweza akampigia baba, akampigia dada mkubwa, akampigia dada anayefuata, kwa sababu sisi mama alibahatika kutuzaa watoto wa kike 6, akafariki mmoja, tukabaki 5. Kwa hiyo sisi ndo wakubwa. Hao wa kiume walikuwa 2 ndo wa mwisho. Kwa hiyo wa mwisho ndo amekufa, mbaki mmoja. Kwa hiyo tuko wengi, anaweza akampigia huyu kumuomba hiki, anaweza akampigia huyu, anaweza akampigia baba, anaweza akampigia mtu mwingine. Mdogo wangu yupo hapo, ni mwalimu, yeye yuko Mwanza. Anasema mara ya mwisho waliongea naye Jumapili, akamwambia sister mimi natoka kanisani nitumie hela, akamtumia 10,000. Kwa hiyo Jumapili ya wiki hii waliongea naye, ila mimi sikubahatika kuongea naye hivi karibuni. Hivyo mwanafunzi Peter Kisumo mwenye umri wa miaka 23 akiwa anaadhibiwa kwa kuchapwa viboko na walimu wake, alizidiwa kwa kuishiwa nguvu mwilini, hali iliyopelekea hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu. Na wakati anaendelea na matibabu, majira ya saa 10:30 za jioni alifariki dunia.